Alright guys, welcome back to another episode of Veti Vibe Show. Kama K, Kama Kawa, Kama Dawa. We bring you exclusive interviews, and today we have a very amazing, interesting guest. I don't want to talk much. Nikiongea sana, nitakuwa nimdescribe a lot. So let him introduce himself, and then we know more about him. Hello. Hello. Welcome to Veti Vibe Show. Thank you. This is a very fun show. We're looking forward to know you more and seeing you in another episode of Veti Vibe Show. Okay. Yeah. So tell my viewers who you are. Thank you for having me. Jimmy Uma. Leo nimesema jina yangu ukweli. Imekuwa formal sana. Well, I'm Jimmy Uma. Other people know me as Crotus. Yeah. I'm an actor. And I'm happy to be here. Yes. Karibu sana. Asante. This is where we call this one the hot VIP seats. Only great people sit on that seat. I'm privileged there. Yeah. Asante. So I'm going to brief us a little bit about yourself, like where you come from and how your journey has been. But basically, let's just start with your background. Who is Crotus really? Crotus is an actor. Amekuwa aki-act from since time he discovered that he's an actor. I'm from this country. Precisely. I'm from Migori County. Yeah, and acting is my business. Yes. Acting is your business? Yes. You're from Migori County? Yes. Ukajipata Nairobi? Nairobi, I'm from Migori County, but born in Nairobi. Oh, born in Nairobi. And raised up in Eastlands. So mimi mtu wa Islando. Islando wapi? Islando ni kubwa. Well, Islando mahali panajita Makongeni. Oh, bado hata mimi nilikuwa naishi huko. Ngoishi Makongeni? Manze. Kumbe ni estate. Mimi nakwambia, si nilikuwa nakuona ukipita kina sasa. Yes. Yeah, I used to see you. So how long have you been in the industry? Well, nimekaa sana. Niko na miaka kaa 20 something. 20 something kwa industry. 20 something. Yeah. Mimi ni mzae hapa kidogo kwa industry. Lakini si sana, kuna wale walikuja mbele yetu. So sisi tunafuatilia tu tukiendaga. Oh. Yes. So sisi ndo tunakufuata. Yeah. Wow. So how has the experience been like? The experience has been good. Being an actor is a privilege. And it makes you, like understand how people think or how society thinks. And again, it gives you an opportunity to express yourself or to express whatever information you want to give to the public or to the people through acting. Yeah. Which is so simple, because sometimes ukiona soma na uko na theory unaweza sahau vitu zingine, but when you see somebody acting then you can have some lines zile msee amesema, so hizo zinakuwa zimestick kwa akili ya mtu. Yes. Really, that's a point, because I remember in high school we used to get like set books and people from theater used to come and act for us. So like that was easy for us to remember. Exactly. Yeah. Mngekuwa mnatufunza through acting manze. Tungekuwa na A. Yeah. So I'm sure you growing up, did you want to become an actor or ilikuja tu kubeli? I didn't know that I'm an actor until at some point we had a play shule. Then by then hatuko na hizo clubs. So hiyo ndio time, I think ukifika class 7 or 6 hapo, by that time hiyo time yetu is when people are getting into clubs. Time yetu. So hiyo time there's a person who came to our school, so tukaanza kuchagua clubs, tukajipata tuko drama club. Then from there, that is when now acting discovered itself from me. Then and that was in primary, because you're saying class 6, 7. Going to high school, unajua tu vizuri, okay, I'm passionate about acting. And ukiingia high school, definitely unaambiwa usifanye biology because you want to become mtu anafanya electrical engineering. How was that for you? Because kama umeona umeact in primary and then you come to high school, what's the need for studying?
Madhangu alikuwa mkali, alikuwa anasema hiyo acting si kitu ya mtu hizi kupeleka mahali. So at that point kulikuwa na hiyo pause kidogo, but once an actor, always an actor. Yeah. So by the time tulikuwa tunatoka hiyo high school kuja sasa kwa inaitwa University of Hard Knocks. Yeah. Live sasa, then when now we started now focusing na acting. So acting ni part of everything that we do in life. Unajua zingine act tu. Nyumba doko wa mzazi lazima ujicompose, create story. Ndio unajua shule wanataka stepler ama calculator, kumbe si calculator. Hakutumiaga calculator. So unajua unatembelea. Yaani life yote tunadu ni acting tu. Unachoma acting. Mzai wangu ana watch show acting. Isko shy acting na mambo ya calculator. Unachoma manze. Mimi ningekuwa najua huku mbele na kuja kufanya acting. I couldn't have studied. So wewe ukiwa shule ulikuwa unasoma kule amuli kunajua nitatoka tu kunje na nikuje nifanye acting. Nilikuwa nasoma juu usiposoma unajua wanasema education is the key. Unaweza act na hujasoma, so hiyo acting hata kusaidia. So education is the key. Above everything, education comes first, then now these other things will follow. Then education pia inakupatia opportunity ya kujua vile unaweza jikari when you are doing whatever you are doing. Yeah. Kuna watu wanasemanga education is not everything. Masomo si everything. Masomo ni everything for life. Yeah. For you to make it in life lazima uwe educated, whether you like it or not. Unless unataka kwa mtu ajui hata kujiexpress, because normally watu wanaona education ni kama watu wana ile mentality ya kwenda shule, enda shule, soma, maliza, pata certificates, tafuta kazi. So hiyo ndio inakuwa I think hiyo thought process ya mentality ya watu, but education inakusaidia kujiexpress na kudeal na watu. Pia nasema knowledge ni kitu ya maana sana, because then unakuwa wise. Kuna vitu hauwezi fanya, kuna places hauwezi enda. Education ya kudictate sasa vile nimepata hii information sasa najikari hivi. But unlike kule mtu ajaenda shule, of which pia hauwezi judge msee upon that, maybe hakupata opportunity ya kwenda shule, but ukika mtu amesoma hapa na mmeka mtu hajasoma hapa, kuna tu contrast nyingine noma sana. Reasoning ya huyu mtu itakuwa different na ule amesoma. So masomo ni very important. Very important. Watu wapende kusoma. Watu wasome. Watu wapende masomo. Hai, Jackie unasikia? Apende masomo. Masomo ni kitu maana sana. Jackie apende masomo. So many you guys. Masomo huko nje. So after completing high school, what did you run to? Because most of the people after completing high school wanangojea kujoin campus, wanangojea kujoin college. Like you, did you go to study like further? Kidogo tu. Kidogo. Yeah, after that I got into community work. Yeah. So because apart from your acting and everything, there are things you discover in life. I mean you discover as you grow, ndio. So I discovered nilikuwa na hiyo ni passion ama ni intention ama ni nini ya work na community. So from there I think nilianza sasa kuingia kwa community na kubongana wasee kuhusu social issues. Yeah. So you didn't go further? I went further kidogo. Hiyo achana nayo. Point ni further studies. Further kidogo naweza sema nilikuwa mahali alafu unajua sikiza tu utafuta au hapana kwenda hapo. So mine was, I think my father nilienda kidogo, but I learned more nikiwa kana wasee. Yeah, because of your theory ni poa. So hiyo ndio shule yako. Hiyo ndio shule yangu. Wewe nakuona. I see you. Nilitoka hii country kidogo nikaenda Canada kiasi, then I came back. Yeah. So hapo ndio nilienda kidogo. So ni wewe niliona Canada? Ni wewe. Tulikuwa naye. Kwa hiyo ulikuwa mdogo by then. Ni wewe nilikuwa naweka. Nilikuwa na shanga niliona hii sura wapi. Mimi ni wewe tulikuwa nawe Canada. Nice to meet you again. Yeah, good. Unaona dunia ni duara. Dunia tunapata hapa, sikujua na kupata hapa.
Hata sikujua tutaipatana tena. Ndio sisi hapa. Leo siku nakumbuka nilikwambia ni sweet ukakataa. Usijali. Sweet za ndo zinakuwa manufactured normal. After this, guys, I'm going for dinner again. He's paying back for what he didn't pay in Canada. Yeah. So Kibandaski, I think ziko hapa karibu. Uwezi nipeleka Kibandaski, no? Kibandaski ndio noma. No, kuna food fresh sana. Sipendi, sijapenda. Nice. Yeah, so you went to Canada and then you came back. I came back, yeah. So when was that year when you came back? I came back. Nilikuja lini? Nilikuja 2008 hapo. 2008 ikiisha 2009. That was when you started acting. I'm an actor. I was an actor, still an actor at the Real Houses of Kawangware. But role yangu ilikuwa kwenda kuintroduce character fulani kwa show. So vile nilienda once an actor, always an actor, you do your thing and you go. So vile niliintroduce hiyo character, huyo director akasema hapana. Huyu lazima sasa atakuwa kwa show. Then that is now I ended. Nikasema kila mtu abebe msalaba yake. Yangu ni acting, wacha nibebe. So mtu upewa character according to how your character is like in real life, ama venye tu script itaenda iende. Vile script itaenda iende na vile uta deliver. So that is now you can be identified. Na ukiwa actor ama ukiwa actress, si kuna hiyo kuchange character. Unaweza kuwa leo wewe ni chokora, sorry kutumia word, na kesho unaweza kuwa mama mboga. So inaonekana vile unaweza change characters. Yes, because I've also been an actress so many times. I've acted so many films. Nakuanga hivyo. Nimeact ni mingi and I've changed characters, so I get what you're saying. It's like changing. Nika leo wewe ni banka. So unapata kuwa unapewa roles major. Inapatia challenge when you're given a smaller role. So unaona aje. But that is an actor now. And has that ever happened to you? Yes. So ikakuwa because sasa siwe umepewa nini ya juu, role ya juu, and then you come umepewa role ya chini. Is it hard? It's not hard. Una the character, unajitoa kwa hiyo character ulikuwa nayo. Unaitoa sasa you become another person now. So character yenye tunaona huko kwa TV, it's not you. Huyo ni msemo mwingine. No, I cannot believe. Huyo ni msemo mwingine. Vile kamera imesema action. Action where you become another different person. It is cut, unarudi sasa mtu wa kawaida. Because like Real Housewives of Kawangware, you are very authoritative, you see, something like that, and you like bragging in your class here a lot. So that's not your character. That is hiyo ni script. So you cannot be authoritative. No, why? I'm a very good and humble African. No. I don't even think my viewers can believe like this is you, right? Unafaa kunanishautia hapa sasa hivi by the way. Hapana. Sasa unajua hapa wewe ndio mdosi hapa. Unafaa urudi hiyo part by the way. Wewe ndio mdosi hapa sasa hivi. I'm the boss. You're the boss now. I'm the boss. Lazima nikusikize. And kwa film industry, what are some of the challenges that you face? In terms of? Unaona venye tu umesema, getting into another character. I have interviewed another actor and he said like that's the biggest challenge. Like that one. When you get ukipatiwa role ndio udeliver, sometimes unasahau you are that other first character. That's a big challenge. And also sasa mimi nitakwambia hizo challenges acha nikwambie zenye mimi nimepitia kwa film. Kuitwa set usiku. Ushaitwa set usiku. But you're a guy, you can deal with that. No, what a man can do. So kuna sangino na shoot the whole night. The whole night. The whole night. Oh, sisi hatukuwa tuna shoot the whole night. Na shoot the whole night because
maybe script inasema act ni ya saa 9 usiku ama saa 8 ama saa, so you go you challenge, because sometimes unajipata kama umeoa inakuwa very difficult thing. Utambia no, ulikuwa wapi usiku mzima, una act nini? Aki, watu wenye tumeoa aki this one. Watu wenye tumeolewa, watu wenye tumeolewa na wenye tumeoa, we just have a difficult time when going on set. Mimi ndo nakwambia. Wewe skuli vizuri. Mimi ndo nakushow. Yeah. So let's go on a short break. Alafu turudi uniambie hizo challenges zenye umekata ku. Guys, let's have a glass of water. Sisi watu wa Canada tunasema water. Yeah, let's have a glass of water and then we'll be right back. Do you have a dream of becoming the best journalist in town? A news anchor, news reporter, radio journalist, a videographer, editor, photographer, a writer, a DJ, and more. Now, Vision Empowerment Training Institute has you covered. We have a pocket-friendly fee, and also our school is accredited by NITA, TVET, NEC, and CDAC. For more information, follow me. I'm here at Nairobi campus, which is located at the junction of Moi Avenue and Harambee Avenue here at Agriculture House, 5th floor. We also have another campus which is located at Kitengela, Namanga Road, that is Yukos. And we also have another campus which is located at Mombasa, Bamburi, Mwisho, opposite Petrolink. You can also find us at www.veti.ac.ke and also contact us at the number below. See you soon. Alright guys, welcome back to Tumetoka Kunywa Maji. As you can see, we have a glass of water. And yes, we are back. I hope you've enjoyed the first segment. Yeah, we're still on the first segment though. Tulikuwa tunaongelea challenges. Na kama vile tumesema watu wenye tumeolewa atupendi hiyo mambo ya usiku. So how was that challenging to you kwenda set usiku? Swali ni ngumu. How was that challenging? Staying all through the night. Ukingojea time yako ya kuingia set ifike. Unalala tu kabla hiyo. Unalalanga tu kabla. Na uko mbali, so unashindwa because I think watu wanaga the finished product, hii kazi ni rahisi sana. But whatever goes behind the scene, unaweza chukia hata kuenda set sasa because ni time consuming. Si rahisi but, but patience tu ndio inasaidia hapo ukiwa. Because wengine wanashindwa hii ni kazi gani? Maybe unataka scene yako ya hiyo siku labda ni kitu tu kadogo, but you have to wait until that time. So whether you like it or not, utaka hapo hata kama unataka kwa saa ngapi umalizie uende. Yeah, I've been there. You've been there. I've been there. You can relate. I can relate. So another thing that challenging ni transport. Transport, were you being catered for or you're catering for yourself? Sometimes transport is being catered for, sometimes you take yourself there. Sasa hapo ndo shida inaanzia. Maybe you stay Mulolongo, set iko Kikuyu, so you have to make your way there. Hiyo challenge ya kukuja na matatu ufike tao tena uende hivyo. And then kurudi sasa. Tena kurudi tena. It's from your own pocket. It's sometimes. So it depends with the production that you are working with. Kuna ile mnapelekwa set, mnarudishwa. Hiyo ndio ilikuwa production yetu by the way. Ya kupelekwa na kurudishwa. Napelekwa na tunarudishwa. Even that is how we work by the way. Hiyo yenu iko ina bamba. Iko na bamba. But lazima mtu apitie hizo tu, at least unafeel lazima you pay the price. Kuna mtu anauliza hapa kwa comment section, is acting well paying? Because what we see, tunaonanga mtu ako kwa TV, we assume umse ameomoka. Is that really the thing? Ni kazi tu kwa kazi nyingine. Nikikuuliza, does teaching pay? Ama daktari analipwa ndio maana anaenda shule sasa, anaenda
anaenda hosi saa zote. So when you see someone going to act, which means analipwa. Shida sio kulipwa. Kuna kulipwa na kuna kulipwa vizuri. Hiyo ni swali ngumu. Kulipwa vizuri inategemea. Kuna kulipwa vizuri. Inategemea what you are doing. Yeah. Payment ya the starring on the scene. Na payment ya the normal like. Hizo ni siri sasa za azisemwagi ni watu wa production wanafaa kusema. Yeah, because sasa you're doing a different you're acting different roles and of course kuna hizo different roles na kuna hizo different inaitwaje non-disclosure thing. You can't say what is being paid here and who is being paid what. At the end of the day so mtu anabuy viatu mpya which means alilipwa. If you can afford a shoe there was money that was involved. So alilipwa, mmesikia alilipwa. Hata hapa labda wakiliona hapa sasa watavia tumelipwa. So huyu ndio mdosi hapa. Nimemlipa. Niko na do nimemlipa. Star disclosure amelipa do ngapi? That's very true. Well, it is well paying. Yeah, because for you to love whatever you are doing, there must be some returns out of it. Let me give you my take on that because I feel like it's kinda well paying because ukiangalia mtu mwenye ame come up kwa scene na background yake alikonga wa chini and umuone sahi totally different. You can say that acting is well paid. About payment also ina depend na how hard you're working. Because unasemaga hard work pays. Yeah. So it's working hard that makes you earn whatever you are earning. Wanaweza mwa kupeka raise ukijiprove na kumkata mimi nilijiprove. Hiyo production house yako nataka kuiona siku moja. Kai ujaiona? Sijaiona. From here najua ni gani. Ujui for EW? That's imagine it's the best like with who they take us on set yani it's the best. Ndakuja hapo kutafuta kazi. Kuja imagine sasa utaomoka. Unaona ati nguli na Canada. Hata ndo nataka hiyo sasa. Unaona ati nguli na Canada. Maju. US. Natafuta kazi hapo. Acha after hapa ndatuma application. Mnipe kazi. Nione nyuma ya tent. Kabisa, si ndio? Toa chai. Hata haina jua ndike application unaweza toa chai tu nipende. Haina chai. Upo kuna chai. Wewe nakuona. Kwanza hii swali I want to ask because hata nimeuliza mwingine. What happens on set unapatanga like umekwa in a relationship with someone. For example you and Kirote. So does that end up being a real relationship at times or it's just on set? Bahati yako ukiangukia bahati yako inaweza endelea. Ukiona unajua kucheza kadi zako vizuri si unaweza take advantage ya hiyo. Nakuona. Well, for me I believe it's about work. Yeah, maybe kama ni mtu ni ribi yako ilipotea mkapata na set. Well and good. So it happens, yeah. Sometimes people end up marrying each other. Sometimes people end up in a relationship. Yeah. So now that we are not talking of people, nakuona vile unakuja. Pulo selector. Unatoa ngapi? Selector. Niulize nisikie. Now that we are not talking of people, we are talking of you. Kawaida ulikuwa na Kirote, ukakuwa na Camila. Kawaida tu kuna mmoja wao tu, kuna ule mmoja. Roy ilipenda. Kuna ule mmoja. Na script. Sikuje real life hapa tuko kwa script. So tuko real life. Relationship yangu na Kirote, Camila ilikuwa work relationship. Tukiwa set we can action camera ikitajwa. We do what the script is saying. Off the camera and off the set. Wewe ni mkali. Si ni mabeshte. Wewe ni mkali. Yaani wewe ni mkali acha nikwambie. So sometimes ina end up hivyo ina depend na sometimes it's all about na ni poa hiyo working relationship inafanya
mkiwa mna whatever you are acting, then it comes out like natural because mumejiachilia. Like this is what we want. Mkiwa naitwaje na kizungu? Mmebond. Inasaidia sana when you are working because now itakuwa anaogopa, anajua huyu msee ni mkali but we are working. Sometimes unaweza shout, alafu kamera ikisema off na by the way hiyo ni acting, si kwa na mimi hivyo. Yeah, it's like making sure that what you do it the best. Yeah, so after set tukimalizana kila mtu kwake. So ni hivyo yeah, but wengine mimi hapana, iko hapa ni kwangu. Yeah. But normally people when I used to meet people outside there, watu wakamwambia ni real relationship. Yeah. Wakana kuza kirote yako wapi, naambia my friend niko kwa barabara. Mtoto wapi kirote uko kwa barabara? Naambia kwa nyuma anaosha vyombo. Manze ulipigania kirote sana. Yani I think script writer na director waliona hii combination inaweza bring something out of it because that was the intention, ndio? Lazima like for now hiyo imestick kwa akili yako, unajua Crotas na Kirote wali, so hiyo ilikuwa ni working relationship too. Yeah. Working relationship. Yeah. You know, kuna watu tu wanashangaa with all the English that you used to show off. Na hiyo English yote it's not what you brought for us. Here in the table hadi unaniuliza bond. Yeah. Bond. Is that something that comes inakuja tu on set ama it's your character? Inakuja on set na pia unaongeza na character yako. Yeah. So hapa you are not on set. Sasa mimi umeni-invite hapa kuja haujanipatia script. Script ni hiyo. Haujanipatia script ya. Kawaida script ni hiyo, imagine. Haujanipatia script ya. Ningekuwa umenipatia script up front, ningekuja hapa niangushe word moja simultaneously. Ndio hiyo sasa. I'm so flabbergasted. The innuendos. Just stop. Mimi naambia tulikuwa Canada pamoja. Mnashangaa kizungu tulitoa wapi? Haya, tulikuwa Canada pamoja. Kabisa. Yeah. So after coming back to Kenya, ukaanza acting and stuff, ukaanza acting. Apart from that, is there anything else that you do? Ama you've just majored on acting? Yes, only me ulizwa na kila mtu. Apart from acting, what do you do? Yeah, I act. You act all through. All through. So like hauna sina kazi nyingine. Una kazi nyingine. Kazi ya siku ile acting itafungwa hivi. You just idle. Naenda home nianze kulima shamba huko hivyo. Nianze kuchunga ng'ombe. You idle around. Nda retire. Your point ni you are idle. Usikunike na ku idle na ku no ndakuwa nachunga ng'ombe, kuchunga ng'ombe siku kwa idle. Hiyo ni kazi. Mmesikia hakuna job nyingine anafanya, nyenye mlikuwa mnani? Mimi hakuna job nyingine nafanya. Hakuna job nyingine anafanya. Naweza taka kuwa karao one in my other life. Naweza taka kuwa. Ushaipata acting scene ya karao? Yeah. Ndio ikakubamba ukataka kuwa karao. Unakaga hivi ukivaa hizo uniform una feel ai kama naweza kuwa polisi. By the way nishai kuwa karao. Ushai kuwa karao? Wallahi. Uko na experience? Wallahi. Nishai kuwa karao. Ndio angalie. I acted a movie Emichuma Production and I was a police. Yeah. Ukivaa hizo uniform uko na feel aje? Unaweza niambia wewe director kuja hapa nikushike alafu nikuachilie tena. Nilikuwa nishamshika imagine. Roho ama. Sijakutesa sana lakini mbona unanitesa? Unafanya na sweat bana. Hizo maswali unauliza ni ngumu sana yawa. So, after acting, because Real Housewives of Kawangware, watu walienda wapi? Watu wako. Wanafanya watu wako. Watu wako wapi? Watu wako. Wapi? Wako. Kila mtu wako na shughuli yake. Yeah, kila mtu anapiga shughuli, wengine wako kwa other production they are doing. Once an actor, if gari kikifika kwa stage unashuka unapanda gari gile kama ulikuwa unaendelea na safari. Safari yako ikifika mwisho pia hapo unafika. But watu wako, people are doing their own thing. You guys still talk? We like not
regularly but once in a while. Yeah. Tunajuliana hali unaendeleaje, things like that. Mlikuwa mnashangaa Turu alienda wapi, akina Shiti. By the way, I've worked with Shiti. Nimekuambia mimi ni yeah. Nakwambia ni celeb kivi yako hapa. Mbona kumbe unatoa jasho hapa hivi na shindwa ni aje? Ni hivyo imagine. Mimi na DJ Shiti. Yeah. We are very bad people in the industry. Very nice. Very nice. I'm happy to hear that. So nimewaambia nitawaletea Shiti again. Mliniitisha protest nimewaletea. So just tell me anyone you want next in the next show. Nitawaletea. Mimi ni mtu niko na connection. Mimi ni mtu wa connections. Yeah, so you guys still talk. We talk, yeah. Once in a while when there is something, kama kuna mtu anasikia kuna shughuli mahali, you tell your friend and think, anakuja, lakini we talk kujuliana tu hali. Because I had an actor kwa show and nikamuuliza like, do you guys still talk? Wapi? They don't talk. Pia ina depend na ile relationship ume create na colleagues wako kwa job. Unajua kuna ile ni aje tumekuja kuwork kila mtu aende kwa, but kuna ile mnakaa mnasikizana then mnakuwa mabeshte. So apart from that nyinyi mabeshte na mnawork pamoja. So ubeshte aishiangi set. Ubeshte inategemea pia na mtu vile yako. Kama wewe ni job ulikuja tu kufanya, but normally as a human being kama mmefanya shughuli na msee, mna maintain ubeshte, you never know. Dunia ni duara. Kama vile tulipatana. Sasa tumepatana tena, unaona? Dunia ni duara. Niliwaambia. As we work with dollars. Msichana na waharibu bwana. You know me, I'm the boss by the way. Yeah, you are the boss. I'm the boss. I'm the boss. Naam, ujumbe huu ni wako wewe kipenzi changu ambaye unayenitazama. Najua unataka kusogeza ila nataka nikwambie tu tulia papo hapo maana nina habari nzuri kwa ajili yako. Na kabla ya habari yenyewe, nataka nikuulize swali. Je, una ndoto ya kuwa mwanahabari bora? Mtangazaji wa runinga, mtangazaji wa redio, mwandishi, mpiga picha, mchukua video, mhariri yani editor, mcheza santuri yani udj. Nyote mumefungashwa kwenye kozi ya Mass Communication and Journalism. Kwa maelezo zaidi njoo nami. Hatimaye tuko katika chuo chetu kuu Vision Empowerment Training Institute iliyoko katikati mwa jiji la Nairobi, barabara ya Harambe Avenue na Moi Avenue, jumba la Agriculture orofa ya 5. Bila kusahau tuna matawi mawili, moja iliyoko Kitengela eneo la Yukos, barabara ya Namanga. Tawi la pili lilioko Mombasa, Bamburi mwisho. Kwa maelezo zaidi tembelea tovuti yetu www.veti.ac.ke. Na kama bado una swali, kuna namba zinazokujia hapo kwenye runinga yako. Nyote mwakaribishwa, asanteni. Alright guys, welcome to another segment of the show, and as always, I know you love this part. Najua umeshtuka, najua umeogopa, nataka kufanya usweat. That is, I told you that is a hot seat. Yeah. Jua tu ni hot. Jua tu ni hot. Manze. I want to ask you some questions before we start with the game. Okay. Yeah. And I've seen who una participate sana na mambo na cultural events in schools. So huwa mnaangalia nini mki-judge as a judge? Originality, creativity, na the ability to stand before people and convince someone. And what is that one thing enye huwa inaangusha watu, enye inafanya mtu afeel kupata? Because see, it's competing for Mr. and Miss. What's that one thing enye huwa inafanya mtu ana miss that position? Kukosa kuwa confident. Confident yake. I had for example, see we have different wares, like sportswear and career, doing tuseme kama ni sportswear, na mtu amekuja na something like basketball and stuff. Nilisikia it's wrong to do an action.
like ni kama you dribble or something. Nilisikia ni vibaya. Is that true? As in, si nimekuja mimi ni footballer. So I do an action, it's like I'm playing ball, I'm playing football. When you are showcasing. So showcasing is the word. So showcasing your wear in an action ni vibaya. I think appearance yako inafaa kuonyesha before hata mtu ajue, I mean before convince mtu ni footballer, appearance yako inafaa ku finish tu yaseme this one looks like a footballer. So haimaanishi lazima ufanye action. So it's not a must. It's not a must. So but mtu akifanya si vibaya. Si vibaya because I think pia kwa kujudge vitu zina evolve. Na every day is a learning. Watu wako creative in different ways. Tunaangalia creativity ya mtu in different ways. Maybe there is something a story, unless whatever someone is doing doesn't have a story behind it. So you must have a story behind everything that you are doing. The reason why you are doing this ni gani, what are you trying to achieve, ama what are you trying to showcase. And one thing that people don't understand is what is the importance of Mr. and Miss in an institution? For me, I think sana leadership. Because one must set an example in terms of character na behavior. So in an institution, ndio watu wako na role model ama wale watu wanawa lead, lazima wale watu wanawa lead wako watu wanaweza wa convince otherwise. In terms of like maybe advice or something, ama kuweka watu into check. It's more for me, I think it's more or less about leadership. So at least wako na importance, so kutokea tu siku ya event. Ni leadership, I understand. So it's about that time. We call it Mauano here. Ni Mauano. I want us to play a game. It's called Quickfire. I ask you a question, and kwanza me I serve my guest well. Ni yako fungwa. Kushua hapa. It's very healthy. Mimi niko nafikiria ni masmocha. Sangapi? Me I know how to. Very nice. I know how to treat my guests. Very nice. Yote ni yako. Hii combination ni mbaya. Ni mbaya. Ndimu na keki. Sijaisikia mahali. Ngado ndimu na samosa. So the rule is I ask you a question, when you fail ndimu ni yako, ukipata keki ni yako. Deal? Hata si eti deal or no deal. Najaribu. Hakuna. You said I'm the boss. Yeah, you're the boss. I'm the boss. So are you ready? When you're ready. Kawaida nakuanga ready kuwa guest wangu. Kawaida nakuanga. And we start with the question enye hakuna mtu ashaipata. Question number 1. Katika tanakali za sauti, tunasema kuteleza. Si kuanguka. Si kuanguka, umeanguka, chukua ndimu. Kuteleza si kuanguka. Tanakali. Manze chukua ndimu. Chukua ndimu. Si methali. No. We fremaje be confusing. How is that even confusing? No. Kuanguka? Pungulu ama? Kuanguka pungulu? No. Aha. Now we continue. Question number 2. Don't look. Usiangalie na kuuliza. What color is your shirt? Don't look. Navy blue. Rob. Ni ukweli. So unakula keki? Unakula keki. Sitakuwa nimetoka hapa nimeshiba. Ni hiyo tu nilikuwa nakuwekea upate. Unaliseti? Nilikuwa nakuonyesha tu azin moja uanguke, nyingine upate, zingine zote uanguke umalizie ndimu yote yenye iko hapo. Wewe ni Muislamu ama wewe ni Christian? Hata ni kama uendangi church. Wewe ni Mkristo. Uendangi church wewe. Mimi nataka church. Uendangi church inaitwa aje?
Haya Nairobi Chapel. Wango. Nairobi Chapel. Uendangi church. Naenda church. Sawa. How many times did Judas deny Jesus? Judas. How many times? Judas did deny Jesus. He betrayed Jesus. No. No. Judas hakudeny Yesu. Sasa ni wewe unaniambia bali. Hakumdeny. Alimdeny. Hakumdeny. Hawezi ni convince hivyo. Si mimi nakwambia alimdeny. Ni Peter alimdeny. Mara ngapi? Ni Peter alimdeny mara 3. Si Judas. Judas alimbetray. Ati unajifanya venye uko sure. Niko sure manze. Kula keki yako basi. Na ujue ni hiyo tu. Sasa we all know you with your English. Laptop kwa Kiswahili inaitwaje? Laptop. Tarakilishi ya. Chukua dimu. Tarakilishi. Hakuna. Sini tala. No. Chukua dimu. Yawa. Chukua dimu. Hii umekubali haraka sana. Hutaki ni explain. No. Hiyo ya church ndio. Hiyo ya church ndio ni kama wewe unataka church. Naenda church by the way. Inaitwaje nifundishe? Nini? Laptop. Ni laptop. Ujui? Tarakilishi. No, tarakilishi is computer. Zini computer bado? No, laptop si nini? Laptop. Laptop ni kipakatalishi. True. Yawa. My viewers can attest to that. Kitalaki? Kiswahili sio mdomo yangu. Utameza ulimi. Utameza ulimi. Aya. Question number 3. Hiyo laptop hoje ni convince. By the way, ni kipata. Hiyo. Si tarakili. So ni unaweka kipata. Tarakilishi ni computer. Sasa laptop pia ni computer yawa. No, laptop is not a computer. Hakuna. Watu waitiwa kwa wapi hapa? Ready to debate. Laptop ni computer. Si computer. Guys, is laptop same na computer? No. It's a computer. No. With a name laptop. No. Hata Ami hozi ni convince yo. Unafaa kushikwa. Hapana. Au furahi vile umerong hiyo. Na imagine umerong. Nimerong. Ebu ask, let's get our views from our laptop inaitwa aje bwana? Director, laptop ni computer. Exactly. Okay. Exactly. Yeah. Who wins? Kipata kilishi. Tarakilishi. But ina zote zinaishanalishi. Zote zinaishanalishi at least. Kilishi. Hata kama ulienda Canada, I'm sure you're still in Kenya, you're part of Kenya. Which year did Kibaki die? Yawa. Sini juzi tu hapa. Juzi gani? Uhuru akitoka 2023. Nope. Chukua. 2022. You go with the first answer. We are going with the first answer. Chukua ndimu. 2022 bwana. No. Sawa. Ndio tumaliza hizo zote. Mtu wangu wa Nairobi Chapel. Unaniua. It's not fair. I'm the boss. Yeah, the boss says it all. Yeah. Wewe kama mtu wa Nairobi Chapel, give me 3 fruits of the Holy Spirit. 3 fruits of the Holy Spirit. 1, apple. Apple hapana. Love. Kindness. And love. Patience. And brotherly. Ngoja. No. We leave it at that point. We leave it at that point. What is brotherliness? Hauko fair. Hujata sijamaliza. Brotherliness. Brotherly kindness. Brotherly. Yawa. Ufukuzwe Nairobi Chapel. Ufukuzwe. Chukua. Hauko fair. Chukua. Ai hiyo sija. No. Hiyo siti yako si fair. Sababu unakata haraka sana. No. Nimeivia. Haya. Ati brotherly kindness. Iko. Brotherly. Kwani ni which version of the Bible? Hiyo tu ya fruit of the Holy Spirit.
Aya, when did Kenya gain its independence? 1963. Kiburi. Wrong. 1963. Wrong. Hii kitu inajulikana 1963. Ni wrong. Ni wewe unaniambia ama ni mimi? Tarehe 12. Tarehe 12 December 1963. Hiyo ni wrong. Basi naishi Kenya different basi. Ni correct lakini. So nikuleke. Karibu nipige. We welcome you to Silent Hill Hospital. My name is Triza Wangoi and I am the hospital administrator. Welcome to Silent Hospital. My name is Onesmus. I'm the medical director. Karibuni sana. Silent Hill Hospital is located along Kangudo Road, KCC area, third lane from the railway line. And our mission is to welcome on board the best of talent, best of equipment, the best of practices to deliver the best of practice care. Hence, setting a benchmark in the healthcare segment across regions. Our mission is to ensure quality, cost-effective healthcare for one and all in the communities we serve. Our values include excellence, integrity, teamwork, empathy, and respect for all. Karibuni sana to Silent Hill Hospital to enjoy the best from the best. Asanteni sana. Aya. Again, wewe kama mtu wa Nairobi Chapel. Bible ndio zako leo. Aya, give me 3 heavenly bodies. Three heavenly bodies. One heart. 3 heavenly bodies. Yeah. Father, Son, Holy Spirit. Nimesema ufukuze Nairobi Chapel. Ati Father, Son and the Holy Spirit. Hakuna heavenly bodies wewe. Hakuna kitu kama heavenly bodies. Jela kwa Bible. Ati timu yako name 3 heavenly bodies. Hakuna heavenly bodies. Hakuna heavenly bodies. Sijaisikia. Hey, Bible yako hapana. Ati Father, Son and the Holy Spirit. Si ni heavenly bodies. You're wrong. Imagine ziko. Gani na gani? Ziko nikwambie. Niambie. Nikikwambia what are you going to pay? Na kuelimisha at least pastor wenu asione haputa. Pastor wenu asione enyewe. Mshirika tu. Unanitupa nje ndo. Ati hakuna heavenly bodies. Hakuna. Sijasoma kwa Bible. Nikata usomangi Bible. Aya. What do you call the stars, the sun, the moon? Is that name? Atizo ndio heavenly body. Utafanya nisimame kwa kiti. Imagine hizo. Ai, hata kama ni education. Oh, sorry. Imagine hizo. Ati heavenly bodies. Imagine hizo. Star iko na body aje? Walai. Moon iko na body aje? Sun iko na body aje? No. Hizo ni solar. Whatever the name is. Solar system. Solar system. So solar system, ukisema hizo solar system, kina Mercury na Mars tutaita nini? Planet. No. Hizo ni planet. No. How many books are there in the Bible? 66. Hiyo hata siwezi. Hiyo hata nikunifunjie muda. Hiyo ni wrong. Umesema no. 66. You see, what we do in the show, we go with the first answer. Si ni 66. Ulianza na 63. Nani amesema 63? Yawa. Hata kama unataka kuonyesha juu Bible, hiyo ndio siwezi 63. Aki. 63. Yes. 63. Yes. So umeenda na 63. Yes. 63 is your final answer. Yes. Chukua ndimu na 63 yako. Ai. Bible kwani kuna books ngapi? 66. Umenichanganya. Wewe ni mbaya. Nimekuuliza. You're going with 66. 63 is your final answer. No. Yawa. Chukua ndimu. Sunday usiende church manze. Intention yako ilikuwa ni kula ndimu. Umalize.
Haya. I know you're a Luo. Who is your favorite Luo artist? Unajua swali zako zinaziona? Unaziona? Area gani? Si Mjaka ni Mjaka. Si anaimba Kijaka. Ni nani? Musician. Prince Inda. Prince Inda. Very good. Hata mimi napenda Prince Inda. Jina Prince Inda ni gani? Ni Prince Inda. Si Prince Inda, jina yake real. Mara nyingi ngakarakiaga nyingi. Wala ito nani? Chukua. Je tuambie jina yake. Chukua. Sina itwa Inda. Chukua kwanza ndo nikwambie jibu. Chukua kwanza ndo nikwambie jibu. Kumbe siko informed hivyo. Chukua. Nation assumption. Anaitwa nani? Wewe chukua kwanza. Maliza nikwambie. Umenifanya mbaya leo. No. Jina yake ni nani? Sijui jina yake. Jina yake ya Prince Inda. Sijui. Imagine najua. Ni nani? Najua. Ni nani? Si anaitwa Evans. Evans nani? Ochieng. Where? Okay. So tuache kutumia jina za usanii. Yaani hujui. Sijai. The tumuite ex deputy president ama tumuite aje? Ex deputy president wa Kenya. Jina yake full ilikuanga mgani? Tuko na wangapi? Kuna ex wengi. Sawa, mwenye ametoka tu juzi. Like hii wiki imepita. Geoffrey Rigathi Gachagua. Yeye uko na kiburi. Hiyo najua. Kiburi na ujui Prince Inda ni wenu. Hiyo sijui. Chukua keki basi. Nataka tuende tu kwa hii na utaanguka na miguu juu hadi ubingiriki. Sisi ndo natoka nje. Chezi stand hiyo sasa. No way. You cannot stand that. 63, yani 66. No way. Just kujisamea. Pasi bana, pasi jo. Haya. Ruto, I'm pretty sure akona jina 4, like akona jina 4. So jina zake 4 ni gani? William, Samoei, Ruto, hiyo jina nyingine ya 3. Doctor. Yeah. Chukua nini? Ruto akona jina 3. Akona 4. Gani? William Kipchirchir Samoei Ruto. Mbona ukusema Kipchirchir? Doctor ni Dr. William Samoei Kipchirchir Ruto. President wangu yao. Nikwambie my president anaweza kuacha kujua jina yake. Hapo sijaanguka. Tunawatoa wote. Na watoa wote. Mmeanguka mkiwa wawili. Hapana. Chukua ndimu ndo nikwambie kwa nini. Enyewe Kipchirchir lakini ni jina yake. Ni jina yake. Chukua ndimu nikwambie kwa nini. Unaningora walai. Hiyo rudisha. Huo ni mbaya. Yaani umepata chance ya kunitesa. Ndio hii sasa. Unaona vile huku ni Bayanga Sweet Canada. Yeah. Ndio hiyo. Haya. You know what your mistake is. Nimekuambia 4. Sasa unanihesabia 5 including doctor. Yeah. Doctor si jina. That is not being smart. Hiyo ni suffix. That is not being smart. Yeah. Sawa. I accept. Tunaenda si wote. Mtaenda wote. One by one. Mwenzake alienda. But nimepata jina ni doctor tu imenikosea hapo. Doctor tu. But at first, si nikwambia here we go with the first question. We go with the first question. Haya. Tuendelee ama tusiendelee? Kishindwa tu ndatoka. Tuko na ambulance hapo nje ukizimia. We have an ambulance. Haya. How many digits are there in mathematics? 10. Wrong. Chukua. Wrong. Sini 1 mpaka 10 alafu after that unaongeza 2 words huko. Sikuwa good in mathematics though. Ati ukwa? I was all good in maths. You are not good in maths. So you're going with 10 kula ndimu. How many? How many? Si unani educate bado. Ujini ngapi? Mimi najua. So nikuache tu leo. Niache tu najua.
Mnisaidie next time nisikuje hapa nikupatikane off guard hivi. Unajua digits za mathematics haziishangi. So kama haishangi, what do you call that? It's called infinity. Infinity. Yeah, infinity. At least I'm educating you. You see, na ku-educate. Infinity. Infinity. Infinity is something that can go as in haiwezi isha. Unasikianga ukiambiwa ukiambiwa imagine ni ukweli like haishangi. Infinity ni kitu haina mwisho. Haina mwisho. So math haina mwisho. Digits za math hazina mwisho. Je. Hivyo you go up to trillion, you go up to zillion, you go up to quadrillion. But zinaanza na mahali. Nasimama na argument yangu. What are you trying to justify? 1 mpaka 10. So this you are yako ni zina adapt to. But ni infinity. Sawa. Infinity. Doctor of mathematics. Yeah. Nilikuwa chopi math. Maths ino my classmates can attest to that. Mlikuwa mnanikopi. Maths mimi hapo tulikuwa tupatani. Ampatani. The last, let me give you the last question. Juu umeteseka sana, ndimu uko karibu kumaliza. Keki umekula 3. But intention yako ilikuwa ni ndimu ni uweke ndimu hapa, alafu keki iweke side yako. Imagine hata ingekuwa tu hapa. Alibola vile umeflipizi manini. Kama umeambiwa ndio hiyo karibu. Najua hii nayo hautapata. Hii nayo you've been to different countries. How many countries still use shillings as their currency? Kenya, Uganda, Tanzania. You stick with the 3. That is your final answer. Kwa mara ya kwanza. Kenya shillings, Uganda shillings, Tanzania shillings. Kwa mara ya pili ni hiyo. Hiyo tu. Chukua ndimu. Chukua. Yawa. Chukua. Hakuna kanda nyingine inatumia shillings. Iko. Gani? Somalia. Somalia wana shillings. Si mimi nakwambia, si mimi nilikuwa huko hata juzi. Hii place hapana. Nilikuwa huko hata juzi. Walai. Hawaiti kitu fulani hapo ya Kiarabu. Wewe waacha. Chukua tu ndimu. Hawezi ni anyway. Imagine iko. Nimelanda. Hazidi ndio ya mwisho. Na hiki kila jota kubaki nayo. Sasa nibaki nayo why? Nibaki nayo why? Sijajua Somalia wanatumia shillings. Ujajua? Sasa nimekueducate. Nimekwambia you come here educate you. And every day is a learning day at an affordable price. Thank you. Yeah. Affordable price gani nalipia na ndimu. The flag of Kenya has how many colors? Green, white, red, black. At least umepata. I'm a patriotic person. Patriotic na ujui hata. Chukua. Wewe unaongeza doctor kwa hiyo jina ya Ruto. Mlimchagua. Mlimchagua. Acha tumalizie hapo karibu ulie. Nataka na sweat. Ulikuwa umenibeg but unfortunately ulikuwa umetoa kachai so that's why nimekutesa. Yeah. At your chest. I'm feeling like I want to fall down. Don't fall. Tuko na ambulance lakini. Hi, I'm Dion Vitello and I'm from Kingman, Arizona in the US, and I was born in Jamaica. Hi, I'm Apostle Edith Johnson from Atlanta, Georgia with Reaching Beyond Borders Outreach Ministries. Don't forget to watch Veti Vibe every Friday from 8 p.m. until 9 p.m. Thank you. Tell my viewers, what are your future plans? Ama una future plan? Unanikuta off guard. My future plans is to be a No future plan? I have future plans is to continue with what I'm doing. Yeah. And also to help young people who want to, help them discover their talents and also
do you do monitoring? Yeah. These upcoming actors, like who do you mentor them? Mentoring. Yeah. So mentorship. my future plan is to have a place where young people will come and showcase their talents, and then have a way of kupenya kwa industry, so that they can be whatever they want to become. Yeah. This I'm going to Canada. Ishajipa, si yetu ishajipa. Imejipa. Give my fans your social media handles. My social media handles are TikTok, I'm Mzee Crotas. Instagram, I'm Crotas254. And Facebook, Crotas_TRHK. Yeah, hapo utanipata vizuri sana na vile inatakikana. Huyu ananichekesha sana. Wewe ni mbaya. I see what you did there. Yeah, so follow me there. We engage more, and I'm happy to be here. We are so much happy I'm happy to be here, and thank you for having me. Guys, I hope you have enjoyed the show. That has been a very, very, very energetic show, and see you next time with another guest, different clothes, same time, same place, same what? Same studio. Yeah, same studio. See you next time. Bye.